Siku moja alipokuwa anakula ndizi akiwa juu ya paa, alitupa ganda chini. Wakati huo huo mlango wa siri ulifunguka na ganda likapotelea kule. Theo hakusikia sauti ya ganda likitua ardhini, hivyo akageuka kwa mshangao na kushuka chini kuangalia, lakini ganda la ndizi halikuonekana mahali popote. Kwa mshangao, Theo alitupa kigali chake chini. Kitu hicho kilitokea. Kilipotea hewani. Akiwa ameshangaa, alitupa jiwe na hilo pia likapotea. Mshangao wa Theo ulizidi, akaenda na kimbia kumwambia kaka yake mkubwa Oscar kuhusu swala hilo. Oscar na Theo ni yatima, wanaishi na bibi yao. Muda huo Theo anataka kumwambia Oscar kuhusu lile swala la kupotea kwa vitu. Alimkuta Oscar akiwa amechukia, kwa maana Theo alikuwa amechana baadhi ya kurasa kwenye vitabu vya mama yao marehemu ili kutengeneza ndege za kuchezea. Theo alijaribu kueleza kwamba alikuwa amegundua kitu, lakini Oscar alidhani Theo anampiga mzaha tu. Ukweli ni kwamba mama yao alitoweka ghafla. Oscar aliamini mama yao alikuwa mwanasayansi hodari ambaye alikuwa anatafuta milango ya wakati, na huenda sasa yuko kifungoni katika wakati mwingine, yaani time traveling. Oscar alitaka kuelewa utafiti wake na kumrudisha nyumbani. Wakati huo huo bibi yao aliwaita kwa chakula na wote wawili walitulia mbele yake, lakini mara tu alipoondoka mabishano yalianza tena. Kwa hasira, Theo alirusha kobe wa Oscar kwenye mlango wa poto. Oscar akawa hawezi kustarehe, akitafuta kila mahali kobe wake. Aliposhindwa kumpata, aliweka vipeperushi vya kukosekana sehemu zote. Alikuwa anampenda sana kobe huyo na alilia kila alipomkumbuka. Muda si mrefu, Theo alitambua makosa yake na akaamua kurekebisha kwa kuruka ndani ya poto. Mara tu alipokuwa ndani, alifika mahali ambapo vitu vyote alivyovitupa awali vilikuwa vimeanguka. Theo alichukua kobe na kumrudisha nyumbani, akaweka kimya mahali pake, kisha akaenda kulala. Lakini kesho yake asubuhi, kitu cha ajabu sana kilitokea.